Kelvin, tunachofanya hapa sio sawa. Huwezi kunileta tufanye uasherati kwenye nyumba yako. Wakati mwingine sintokubali. Huku ni kunidhalilisha. Tina, lengo langu ni kumwonyesha tu mke wangu kuwa nimemchoka. Nafanya haya ili tu akasirike na aondoke mwenyewe kwenye nyumba hii. Tina, kila siku na kueleza kuwa nipo tayari kupoteza chochote, hata ndoa yangu, ili mradi tu nisikupoteze kipenzi changu. Kama jambo hili halijakufurahi, basi hatutorudia tena. Hata kama huwezi kumfanyia mtu wako hivyo, kama umemchoka ni vyema uachane naye moja kwa moja. Dini kitu gani? Watu wanaachana kila siku japo wamefunga ndoa za kidini. Ni wewe tu unataka kututumia sisi wote kwa maslahi yako. Tina, punguza maneno ya kuuchoma moyo wangu. Kaa ukijua nikipata mwanya wa kumwacha kabisa mke wangu, sintoacha fursa hiyo ipite. Ni vile bado si wakati sahihi. Kelvin, huyu ni nani na amefuata nini ndani ya nyumba yetu asubuhi hii? Halafu anaonekana kama ameamka hapa. Kelvin, unataka kujiaminisha kuwa umepata ujasiri wa kuleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yetu? Unazungumza nini wewe? Hivi wewe wa kunipangia mimi kuwa ni nani wa kuingia kwenye nyumba hii? Kwa ufupi, huyu ni mfanyakazi mwenzangu, ametoka nje ya mkoa. Hivyo, kuepusha gharama za kulala hotel, atakuwa hapa kwa siku 2 au 3, ama zaidi kutokana na changamoto za kutafuta eneo la yeye kuishi. Mume wangu, hivi unajisikia unasema nini? Yaani unaleta mwanamke kwenye nyumba yetu pasina mimi kujua? Hata kama ni kweli ana changamoto, lakini nina wajibu wa kuzijua changamoto hizo nikiwa kama mama mwenye nyumba hii. Kwa hili mmenikosea. Sawa, tuseme unayosema ni ya kweli. Sasa, kwa nini mlale kwenye chumba kimoja? Narudia kusema, huna mamlaka ya kunipangia cha kufanya. Kumbuka, tumeshaachana japo si rasmi. Hivyo uache kuniita mume wako kuanzia sasa hivi. Huelewi kwa nini tunalala vyumba tofauti ikiwa sisi ni wanandoa? Hilo tayari ni jibu kuwa kila mtu afanye mambo yake. Yaani, nimechoka na hizi drama kwa kweli. Kelvin, kama kweli unanipenda, fanya maamuzi. Haya makwazano ya kila siku yananichosha kwa kweli. Kimsingi, mimi niko tayari tuachane, ikiwa tu hatutaweza kukubaliana leo hii. Tina, unataka kusema nini? Mbona sikuelewi? Tuachane kwa sababu gani? Mimi nilitegemea utatoa ushauri wa kuboresha mapenzi yetu, badala yake unaongea maneno magumu ya kuvunja moyo wangu. Unataka tuelewane juu ya jambo gani hasa? Swali zuri. Kuna machaguo mawili ambapo unatakiwa kuchagua chaguo moja kati ya hayo. Moja, uuze kila kitu chako na unipatie pesa yote, tukajenge nyumba nzuri ya kisasa ya kifahari ya kuishi mimi na wewe. Kwa kuwa bado upo kazini, tutatafuta pesa nyingine za miradi ya kuendesha maisha yetu. Au, chaguo la pili ni kwamba uniache na maisha yangu na ubaki na mke wako muishi kwa amani. Hapo umenieleza mambo mazito na magumu mimi kuyafanya. Tina, nawezaje kuuza mali yangu? Kumbuka, nina ndugu na wazazi. Ukiacha huyo mwanamke, watanielewaje? Tafadhali kipenzi, naomba uwe na subra na kila kitu kitakaa sawa. Kuna siku tutakuwa huru na mahaba yetu. Nivumilie kidogo tu. Tupo ukingoni kabisa, Tina wangu. Ninakuomba usiongee maneno makali zaidi. Suala hapa sio maneno makali, ila ukweli. Nilichosema ndio msimamo wangu na siwezi kuubadilisha. Na usipochukua hatua nayo, pia kwangu itakuwa ni jibu tosha kuwa huwezi kutekeleza ninayotaka. Na kimsingi huo, mimi sioni sababu ya kubaki na wewe. Basi kipenzi, tusifike huko. Kwa kuwa siwezi kuishi bila wewe, sina namna ya kutekeleza utakayo. Nitafanya kama ulivyoagiza. Ndani ya miezi hii michache, nitakuwa nimeshauza nyumba na kumkimbia mwanamke wangu. Nitafanya yote kulenda utamu wangu. Kwa nini kahawa haiko tayari? Hujui mimi huondoka saa 1 kamili? Naomba radhi, nilichelewa kidogo kuamka leo, nimekuletea sasa. Hivi wewe ni mke au ni mzigo? Kila siku visingizio. Nimeshachoka na hali hii, Jen. Nisamehe mume wangu, haitajirudia wakati mwingine. Wewe mwanamke, ni basi tu, kwa kuwa ndoa yetu ni ya kidini.
kwamba hatuwezi kutengana, lakini ukweli ni kwamba ninajuta sana kukuoa Jenny. Hakuna jambo lolote umewahi kufanikisha kwenye maisha ya ndoa yetu. Chris, mume wangu, hayo ni maneno ya kuniambia mimi kweli? Yaani mimi sijawahi kufanikisha chochote kwenye ndoa hii? Unamaanisha sina mchango wowote kwenye maisha yako? Yaani kahawa tu ndio ifanye useme maneno hayo, au ulikuwa na lako moyoni? Kwa hasira na kufoka, acha kunipangia cha kusema. Tena ukome kunyanyua kisemeo chako kama sijakuruhusu. Unapata wapi ujasiri wa kunikasoa? Aya, nipe mfano wa jambo hata mmoja ambalo umewahi kufanikisha, ikiwa umeshindwa hata kuleta mtoto tu kwenye nyumba hii. Kuhusu mtoto, huwezi kunilaumu mimi peke yangu. Kwa nini ninapokuhitaji kwa ajili ya kwenda kliniki kwa ajili ya vipimo, unakataa? Ili lawama juu ya mtoto iwe ni ya halali, lazima tukathibitishe ni nani mwenye tatizo kati yetu. Huwezi kuninyanyapaa kwa maneno yasiyofaa na kunidhalilisha nikakaa kimya. Kumbe siku hizi umeshaota mapembe na una ujasiri wa kunijibu namna unavyotaka? Vizuri sana. Sasa Jenny, jambo usilolijua ni kuwa umerusha taulo na ndani hujavaa hata bikini. Maana yake umemwaga ugali. Sasa mimi nitamwaga mboga. Nitakuonyesha kwa nini mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Lakini zaidi nitakuonyesha eneo ambalo baba yetu Adam alikosea. Unataka kusema nini, Chris? Kwa nini unionyeshe kuwa wewe ni mwanaume ikiwa nalijua hilo? Una tatizo gani wewe? Mbona sikuelewi? Miezi ya hivi karibuni umekuwa na shida sana. Hakuna jambo nimefanya kwako likawa jema. Kila nifanyacho naambulia masimango na matusi. Chris, nimechoka na mimi nahitaji amani ya moyo wangu. Ndoa sio gereza. Umesema neno zuri sana kuwa ndoa sio gereza, na mimi sitaki kubaki gerezani. Hiyo kahawa yako ikiwa tayari utakunywa mwenyewe, sina shida nayo tena. Lakini zaidi kwa usalama wangu binafsi, sintokula chakula chako kuanzia leo hii. Kwa hivyo nitarudi hapa kulala tu. Na kwenye kulala kuanzia usiku wa leo, rasmi tutagawana vyumba. Kila mtu alale chumba chake. Chris, unachagua moja kati ya hayo mawili. Moja, uniache niwe na mwanaume mwingine anayeweza kunipa furaha kipindi haupo, au umwache mke wako unioe. Lakini huwezi kunizuia mimi nisiwe na mtu, halafu wewe usiku unalala bila nguo na mtu. Hilo haliwezekani. Ukiona kama hayo yote ni magumu kwako, binafsi niko radhi tuachane. Tina, usiseme maneno hayo ya kuachana. Huwa unaulipua moyo wangu. Ukweli niko njia panda. Mbaya zaidi, siwezi kumwacha mke wangu kwa kuwa dini hainiruhusu na hata ndugu watahoji sababu. Lakini pia nashindwa kuvumilia kukuona ukigawa penzi langu tamu kama ndizi kisukari kwa mtu mwingine. Ili linanishinda Tina. Kama linakushinda, basi naomba usinisumbue ninapokuambia nipo na mtu wangu. Kikubwa, tuwe na muda ambao kila mmoja atajua kuwa ni muda wetu. Lakini swala la kuniweka wa akiba, mimi mwenyewe na kufanya wa dharura, kuvumilia panga na kisu ninacho mkononi siwezi. Ukisikia ubaya, ubwege ndiyo hiyo. Tina, mwaka huu utanichanganya. Kimsingi, ili nisikupoteze mpenzi wangu, lazima nifanye maamuzi magumu. Na hapo sina maamuzi mengine isipokuwa kumwacha mke wangu. Japo si kumwacha kindoa, ila nitatengana naye, nitagawana naye vyumba. Kila mmoja atalala kwake. Na wewe utakuwa unakuja nyumbani tunalala uweze kuthibitisha ninayosema. Tina, kwa ajili ya penzi lako, niko tayari kufanya jambo lolote lile. Kelvin, unawezaje kuuza nyumba bila kunishirikisha? Hilo sio sawa kabisa. Unauza nyumba, tunaenda kuishi wapi? Hili jambo sikubaliani nalo, naweza kwenda mahakamani kudai haki yangu. Sio sawa Kelvin, hii nyumba ni mali yetu sote. Kitendo cha wewe kuiuza bila kunishirikisha ni sawa na utapeli. Siwezi kukubali, nataka nyumba yangu. Binafsi, sina muda wa kuwaharibu kuzungumza na wewe. Nimeshakupa taarifa kuwa nimeuza nyumba na nafanya mpango wa kutafuta kiwanja sehemu nyingine tujenge huko. Sasa, kama wewe ndio kichwa cha familia, utaendelea kubishana nami. Vinginevyo, unatakiwa kutii nisemacho na kazi yako wewe ni utekelezaji tu.
Hili sijaridhia kabisa, na msimamo wangu ni kwamba nyumba hii haiuzwi. Kama umeshapokea pesa ya watu, irudishe. Ungenishauri kwanza ili tukubaliane. Kufanya maamuzi peke yako na kuniletea mrejesho, hiyo haina tofauti na kunidharau na kunitukana. Umebadilisha tu namna. Sina tena muda wa kubishana na wewe hapa. Nimeshamaliza. Hii nyumba ni mali ya watu. Ikitokea wakakukuta hapa, wala usije kunilaumu, maana utakuwa ni mhalifu kama wahalifu wengine tu. Mkude, mpenzi wangu, nisikilize kabla hujahukumu. Sio kila kitu kinaonekana kama kilivyo. Tina, acha kuniona mimi kama bwege mtozeni au kaniona kama kizibo, sawa? We mtu unachatina bwanako kiwinjiwinji. Mnatumia na meseji, unamwomba msamaha kwa kumsaliti. Kweli nimeamini mwanaume bila hela unakuwa Fatuma tu, yani kasoro shedo. Yani Tina, wewe kunizarau mimi leo kweli? Mtu nimekutolea hadi moyo. Eti moyo, ukitoa moyo uponi, unaenda mchanga mwingi kwa hivi viwanja hela madukani. Nimekutolea figo, lakini bado unanisaliti. Kweli mapenzi mama Amina. Mapenzi mama Nyoko, leo naamini. Ni kweli, nipo naye, lakini si kwa sababu ninampenda. Mkude, ni kwa sababu yako, ni kwa ajili yetu. Niliona mateso tunayopitia kila siku. Una kazi, una kipato, na tulitakiwa kutafuta kodi, kutafuta chakula. Maisha haya hayaendi. Niliona nafasi ya kutuvusha. Zaidi, yeye ni mume wa mtu. Siwezi kumpenda. Ila mtu huyu anatusaidia kubadilisha maisha yetu. Mkude, unadhani mimi natoa wapi pesa ya kukununulia nguo nzuri na kukupa pesa na wewe uonekane mtu mbele ya watu? Nafanya yote kwa ajili ya maisha yetu, mpenzi wangu. Tina, acha kunipaka mgongo wa chopa, usinipakie futa, unaelewa? We malaya, usitafute sababu ya kulalisha umalaya wako. Kwa sababu za msingi mtu eti, kwa sababu sina hela, unaenda kuwa na mwanaume mwingine alafu mwanaume wa mtu. Kisa tu unataka kumchuna eti atunala chakula. Kwani uvumilivu kwenye maisha si ndio jambo la msingi? Wewe ukinivumilia, nitatafuta hela, nitapata hela, maisha yetu yatakuwa mazuri. Sikubaliani na wewe tu unanisaliti kisa mimi sina hela. Unataka kuwa na mwanaume mwingine ili anipe hela tutunze. Unataka kunifundisha nini kwenye maisha yangu? Unataka kunifundisha nitunzwe? Sio. Yani nipate bwana nitunze anitulize. Hilo sikubaliani nalo, kwa sababu unapopewa hela wewe na mwanaume, kama tunatunzwa wote, tunaongwa wote, siku ya mwisho tutapigwa wote na mkia mweusi, unaelewa? Hizo ni fikra zako potovu, mpenzi wangu. Mimi najitambua, najua ninachofanya. Kimsingi, kila kitu kimeshakaa vizuri. Huyo mwanaume nimeshamtengeneza. Ninavyoongea na wewe, ameshauza nyumba yake na pesa yote amenikabidhi. Hapa tunavyoongea, nina milioni 150 benki. Kuna mambo machache nasubiri. Nataka tutoroke, twende Ulaya, tukaishi huko. Nikishakamilisha mambo yote, nataka nimfilisi kila kitu. Tina, niambie koma. Yani hivi tunavyoongea mimi na wewe, una milioni 150 umeziweka benki kwa ajili ya maisha yetu. Kumbe una akili sana mpenzi wangu. Mwanzo nilikuwa sijakuelewa, nikaona unapaisha mpira. Kumbe uko vizuri, uko very thank you. Sasa nisikilize, kama huyo mjinga anakuchelewesha, twende tukamchune yote. Ndo nakwambia twende tukamchune yote, nami nipake shedo, niweke manyonyo. Manake muda nana nazidi kwenda. Ushaniambia tunatakiwa twende Ulaya tukaanzishe maisha yetu. Tumtapeli mjinga, twende tukamtapeli yote. Tunamwambia na mimi anipende. Awe na wapenzi wawili. Mama, nimekata tamaa. Pia najuta. Sikujua kuwa ndoa yangu ungefikia hatima hii. Nilimwamini sana mume wangu, lakini ameuvunja moyo wangu. Alinidanganya anauza mali zetu ili kuanzisha biashara. Badala yake ameuza mali zetu muhimu zote, ikiwemo nyumba na mashamba, na kwenda kuishi na mwanamke wake wa nje. Moyo wangu ni mzito mama, najihisi kupoteza hata maisha yangu. Mwanangu, usifikie hatua hiyo. Kumbuka nafasi ya wewe kuishi ni zawadi. Kila kitu duniani kinatafutwa. Hata mume unaweza kupata mwingine wa kukufaa. Hilo halikuwa chaguo lako. Usijikatie tamaa binti yangu. Mtangulize Mungu na hili nalo litapita. Kama nama yalivyopita mengine. Sitamani tena kusikia ukijitamkia maneno ya laana kwa viwango hivyo.
Najitahidi mama, lakini kila nikisema nipoteze hali hiyo akilini mwangu, bado linakuwa ni jambo gumu mno. Unajua mama, nilimpenda sana mume wangu Kelvin. Licha ya kupoteza mali, nimepoteza pia mwanaume wa maisha yangu. Kelvin ameniumiza sana mama. Sioni namna napona haya majeraha. Itachukua muda mrefu sana. Mwanangu, hakuna jambo zito lisilo na mlango wa kutokea kwenye ulimwengu huu. Utapoteza kila kitu, lakini bado hujampoteza Mungu. Yeye anao uwezo wa kukupa kila hitaji la moyo wako lililopotea. Kikubwa, mpe Mungu maisha yako. Usitegemee tena mwanadamu. Ina maana Tina amenisaliti. Licha ya mapenzi na huduma zote nilizompa, leo ananilipa hili? Tina, kweli unaniacha mimi na kukimbia nje ya nchi mwanaume wako? Siamini. Ama kweli mwanamke ni nyoka. Tina, wakuniachia mimi ujumbe niendelee na maisha yangu? Naendelea na nani? Ina maana kumbe mimi ni mpumbavu kwa viwango hivi? Nimemuacha mke wangu. Nimeuza mali zetu tulizochuma mimi na mke wangu kwa sababu yako. Na leo umeniacha, umenikimbia. Mama, siamini bado. Nimefungua duka langu mwenyewe. Leo ni siku yangu ya kwanza rasmi. Nilidhani sitawahi kufika hapa. Mwanangu, kila mtu ana siku yake. Mungu hamtupi mja wake. Umesimama tena na sasa unatembea kifua mbele. Watu waliokucheka sasa watajifunza. Hata mwanaume aliyekukimbia akiwa atakuona tena, atajifunza kuhusu nguvu ya mwanamke. Unakumbuka nilivyofika hapa mwaka jana, nikiwa nimechoka, nimevunjika moyo, sina hata nauli ya kurudi mjini. Mume wangu alikimbia na kila kitu. Aliniambia anasafiri kikazi. Kumbe anakimbilia Mwanza na yule mwanamke wake wa nje. Nakumbuka mwanangu, ulifika hapa na gunia la nguo chache, macho mekundu, moyo umevunjika vipande vipande. Lakini mama yako huyu hakutaka kuona mwanaye akipotea. Nilijua ndani yako bado kuna moto haujazimika. Nilikuwa nimekufa moyo mama. Nilikuwa najilaumu kila siku, nikijiambia labda sikutosha, labda sikupendeza, labda nilikosea. Usijilaumu kwa kosa la mtu mwingine. Wewe ulijitahidi, wewe ulipenda kwa moyo wako wote. Tatizo si wewe, bali ni chaguo la huyo mwanaume. Hakujua thamani yako, lakini Mungu alijua. Mama, kama usingenikumbatia siku ile, kama usingeniambia kwamba bado nina thamani, sijui ningekuwaje leo. Kila siku uliniambia usijione mdogo kwa sababu ya kilichokupata. Jione mkubwa kwa sababu ya ulichobeba ndani yako. Maneno ya mama ni dua mwanangu. Na sasa tazama, si wewe huyu uliyechukua mkopo mdogo ukaanza kuuza sabuni na mafuta. Si wewe huyu uliyebeba ndoo ya mafuta sokoni na jua kali. Sasa una duka kubwa. Nimeamini kwa vitendo mama. Kamwe hatutakiwi kukatishwa tamaa na wanadamu ambao ni dhaifu. Mungu pekee ndiye anayejua hatima yetu. Ama kweli, maisha kama korodani za mbuzi, akisimama zinaenda mbele, akiinama zinarudi nyuma. Nimeponzwa na kishimo utamu. Yaani mimi Kelvin leo hii wa kutembea na miguu na nilikuwa na magari hadi mengine siyajui. Tina leo wa kunifanyia mimi hivi. Licha ya kumfanyia kila anachotaka, ni bora hata ningetulia na mke wangu Jenny, mke wangu mzuri, mvumilivu, hana tamaa. Sijui nini kimeniponza, yaani bosi Kelvin wa kulala barabarani na kushinda na njaa. Habari, samahani, kama kuna muuzaji dukani, nilikuwa nina shida ya huduma. Jenny, ni wewe? Siamini. Kelvin, sikutegemea kukuona huku. Unatafuta nini sokoni? Na mbona upo kama umegafilika? Nilikuja kutafuta mtu wa kunisaidia. Sijala toka jana. Je, hili ni genge lako? Maisha yamenifundisha kusimama. Baada ya kuanguka, huwezi kulala chini daima. Lazima utafute ardhi imara usimame tena. Nilikata tamaa kweli.
ila nilipata ujasiri mpya ulionifanya nisonge mbele. Jenny, samahani, tafadhali nisikilize kabla hujanihukumu. Nimekuwa nikikutafuta kwa miezi. Nimehangaika, nilipotea, nikapoteza kila kitu. Na leo nimebaki mtu wa kuomba msaada. Msaada wa aina gani, Kelvin? Unaomba bidhaa au unaomba moyo wangu tena? Moyo wako Jenny, ndiyo natamani. Nilifanya makosa, nilikusaliti, nilichagua tamaa kuliko uaminifu. Nilipoteza akili yangu, nikadhani maisha ni starehe. Lakini pale nilipokuacha, nilijichimbia kaburi la huzuni. Mwanamke niliyemkimbilia aliniishia miezi miwili baadaye. Alikuwa kivuli tu na mali ziliisha. Na sasa nimebaki na fedheha. Unajua nini kiliniumiza zaidi? Sio tu kwamba ulinihama, ni jinsi ulivyoniambia kwamba mimi si wa viwango vyako. Ulisema niko duni, siwezi kwenda na kasi ya ndoto zako. Na sasa ndoto zako zimeanguka, unanikumbuka tena? Najua maneno yangu yalikuwa sumu. Najua nilikukosea. Lakini Jenny, samahani, tafadhali, niko tayari kuanza upya, hata iwe ni hatua moja. Niruhusu nikutunze, nikuonyeshe nimebadilika. Kelvin, kuna watu wanaokuja katika maisha kutufundisha tu. Wewe ulikuja na somo, uliniumiza lakini ulinifungua macho. Uliondoka nikidhani nimepotea, kumbe nilikuwa napata nafasi ya kujijua upya. Na sasa naona thamani yangu. Siko tayari kurudi sehemu ambapo niliambiwa mimi si kitu. Samahani Kelvin, nimekusamehe kwa dhati, lakini sitarudi tena katika mahusiano na wewe. Kwa hiyo, hutaweza kunipa nafasi tena? Ningekuwa Jenny wa zamani ningeweza, lakini huyu Jenny wa sasa anajua anachotaka, na najua mtu anayenipenda kweli asingewahi kunitupa wakati nilimhitaji zaidi. Kelvin, maisha yanatugeuza, lakini tusisahau kila chaguo lina matokeo. Wewe, chaguo lako liliniweka kwenye maumivu, lakini pia lilinifanya kuwa imara. Hivyo na kutakia mema. Tafuta njia yako, ujenge tena, lakini si lazima tuwe pamoja ili usamehewe. Umekwisha samehewa. Asante Jenny, kwa moyo wako, kwa msamaha wako na kwa kuwa mfano wa mwanamke mwenye nguvu. Na wewe usikate tamaa Kelvin, anguko sio mwisho, lakini usirudi nyuma kutafuta mlango uliokufungikia. Tafuta wa kwako.